Barakatu. Naam, wapenzi wafuatiliaji wa masomo ya shakli, wapenzi wa masomo yetu ya shikeri alhamdulillah. Naam, leo Maalim Naufal Al-Ahsam the Great Diviner nimerudi tena baada ya ukimya muda mrefu. Inshallah tumerudi katika kupeana fawaida, kutoa siri mbalimbali katika elimu ya shikeri. Naam, inshallah leo tumekuja na somo la shakli, elimu ya geomancy hii, elimu ya ramli ya mchanga, elimu ya shikeri kwa umaarufu wake kwetu hapa East Africa. Na leo tutakuja na mpambano huu, Morocco dhidi ya Cameroon. Tunatazama, je, kwa kutumia elimu ya shikeri ni vipi tunaweza tukajua nani ataibuka mshindi katika mpambano huu. Tushafundishana darasa nyingi huko, lakini leo manake tunaleta somo live. Wengine ambao hawaje kuniona ndo mie Maalim Naufal Al-Ahsam the Great Diviner, lakini wale ambao washe kuniona basi alhamdulillah, tupo tunazidi kupeana elimu inshallah. Sasa kuna mchezo, hizi ni shakli. Baada bismillahirrahmanirrahim, tumeandika nyota. Hii ni utaratibu ambao mimi huwa naupendelea kuandika, lakini si lazima. Taratibu za wanazuoni wa fani ya shakli, kila mwanazuoni ana fani yake au ana mtindo wake. Mimi huwa napenda kuandika hiyo nyota ya pembe sida na kuandika hizi hurufu 7 za majina ya Mungu: Fardu, Jabaru, Shakuru, Thabitu, Dhahiru, Khabiru, Zakiru. Huku kulia itakaa timu ambayo wewe unaitiliania. Mfano kama sisi, ukiona nimeandika hivi manake, je, Morocco, maana huyu alokaa kulia, je, Morocco atashinda mechi ya leo dhidi ya Cameroon? Ndio swali. Je, huyu Morocco atamfunga nani Cameroon leo? Na maana hilo ndio swali. Je, atamfunga? Kama hamfungi maana yake atafungwa yeye, na kama hafungu yeye maana yake na yeye hashindi, maana yake itakuwa ni sare. Lakini mechi hii lazima apatikane mshindi kwa njia yote, ima kwa dakika 90. Ikishindikana maana yake wataenda extra time, ikishindikana dakika za nyongeza 120 wataenda penalty. Na takhti imefunguka kama hivi. Hiyo ndio takhti ilivyofunguka. Sasa kama takhti imefunguka hivi, tushazungumza hii nyumba ya kwanza katika elimu ya shakli. Hii ni nyumba ya home team. Yaani aliyetiliwania. Mfano kama sisi tumesema, je, Morocco atamfunga Kameruni? Ina maana hii shakli iliyokuja nyumba ya kwanza itakuwa ni shakli ambayo inaonesha home team ama huyu wa nyumbani. Na hii nyumba ya 7, nyumba 7 manake itakuwa ni nyumba ya away team. Kwa hii manake kwa tafiti yetu manake huyu atakuwa ni nyumba ya away. Nyumba ya 7 ni nyumba ya away. Tunaonyesha nyumba muhimu za kuziangalia wakati wa kutabiri mechi yoyote. Nyumba nyingine muhimu ni hii nyumba ya 10. Nyumba ya 10 manake hii ndiyo nyumba ya ufalme au utukufu, ama refa au utukufu. Utukufu utapatikana hapa nyumba ya 10. Nyumba nyingine ya kutazama ni nyumba ya 5. Haya ni mavuno au furaha. Haya ni mavuno, lazima uyafahamu mavuno. mavuno au furaha.
nyumba ya 5. Sasa tukisoma ramli yoyote, tukitaka kutabiri mpira lazima tufahamu nyumba hizi 4, kwamba nyumba ya kwanza yupo nani, nyumba ya 10, nyumba ya 7 yupo nani away, nyumba ya 10 kakaa nani, utukufu ama ufalme ama uamuzi, na nyumba ya 5 kuna nani. Hizi nyumba muhimu sana, nyumba ya kwanza, nyumba ya 5, nyumba ya 7 na nyumba ya 10. Hizi nyumba muhimu sana kuzijua. Nyumba ya kwanza kakaa na swatun dakhili, na swatun dakhili hili ni koo zuri Tushazungumza, tushafundishana kufahamu koo zuri na koo baya, tushajua kuna makoo mazuri na kuna makoo mabaya. Na swatun dakhili maana ni koo lenye kumaanisha msaada, koo yenye kumaanisha bahati kubwa, fortuna major wenyewe wanamuitaga katika lugha za Kimombo. Fortuna major maana yake bahati zilizokuwa kubwa au msaada wenye kuingia ndani yake. Na maana huu tunapata sifa ya kwanza kwamba huyu bwana ana bahati kubwa, lakini huyu bwana atapata msaada utaingia ndani yake Na huyu nyumba ya 7 mamba ni mpinzani kwa mechi hii ni Kameruni.